Hujambo, karibu katika kipindi cha leo, tutembee pamoja kwa kuweza kuelewa vihusishi, vikiwa ni mojawapo kati ya maneno ya Kiswahili. Nitaeleza maana kwa umoja. Kihusishi ni neno au kundi la maneno ambayo huonyesha uhusiano wa maneno katika sentensi. Nikisema ni neno, kumaanisha ya kwamba hutokea pekee, likiwa moja. Mfano katika sentensi. Nitasoma hadi nipate shahada ya uzamifu. Kihusishi ni hadi. Kundi la maneno. Nitaenda nyumbani baada ya kusoma. Kihusishi ni baada ya. Vihusishi hugawanywa katika makundi. Kundi la kwanza ni vihusishi vya sababu. Hivi huonyesha uhusiano wa chanzo wa kiini cha jambo fulani. Kwa mfano, hajaja kwa kuwa ni mgonjwa. Kihusishi ni kwa kuwa. Ameadhibiwa kwa sababu ya utundu wake. Kihusishi ni kwa sababu. Amechelewa kwa vile hakujua kwamba mkutano ungekuwepo. Kihusishi ni kwa vile. Kundi la pili la vihusishi ni vihusishi vya na ya mtenda. Huonyesha uhusiano kati ya kitendo na mtendaji. Kwa mfano, ugali uliandaliwa na mpishi. Kihusishi ni na. Biblia ilisomwa na mhubiri. Kihusishi ni na. Kundi la tatu la vihusishi ni vihusishi vya wakati. Huonyesha uhusiano wa kitendo na wakati. Kwa mfano, tangu nipewe chanjo sijaugua. Kihusishi ni tangu. Alifika baada ya kupigiwa simu. Kihusishi ni baada ya. Atacheza mpaka majira ya saa 10. Kihusishi ni mpaka. Kuna vihusishi vya mahali. Hivi huonyesha uhusiano wa mahali. Kwa mfano, chura yumo ndani ya maji. Kihusishi ni ndani ya. Wanafunzi wako katika darasa. Kihusishi ni katika. Kitabu cha mwalimu ki juu ya dawati. Kihusishi ni juu ya. Alitoa hadhira mbele ya wanafunzi. Kihusishi ni mbele ya. Darasa letu li mkabala na maabara. Kihusishi ni mkabala na. Kuna kihusishi kingine cha ulinganifu. Hiki cha ulinganifu pia kinaitwa kiwango, cha kiwango. Huonyesha uhusiano kwa kulinganisha, labda kutegemea nguvu, uzito au kufaulu. Kwa mfano, jiwe hili ni nzito kuliko pamba. Kihusishi ni kuliko. Yeye ni mweupe kushinda Farida. Kihusishi ni kushinda. Wao ni wanono. Wao ni wanene mithili ya nguruwe. Kihusishi ni mithili ya. Kuna vihusishi vya a unganifu. Hivi huchukua mzizi a wa uhusiano. Na huleta dhana mbili. Dhana ya kwanza ni dhana ya umilikaji. Kwa mfano, titi la mama ni tamu mno.
kihusishi ni la. Kalamu ya mwalimu ni nzuri, kihusishi ni ya. Pili, huleta dhana ya kuonyesha hali au aina. Kwa mfano, chakula cha jio huliwa kwa uchache, kihusishi ni cha, kuonyesha aina. Pili, tunasema ya kwamba kelele za chura zinakera, kihusishi ni za, kuonyesha hali. Hayo ndiyo makundi ya vihusishi. Tukutane tena katika kipindi kingine, tuweze kushughulikia maneno mengine ya Kiswahili. Asante kwa kunisikiliza.